tunakupongeza, tunakushukuru, tunakutangaza msikilizaji na mtazamaji wa Pongezi TV. Na msikilizaji, kama ndio kwanza unaungana nasi katika kipindi hiki, kipindi hewani ni Pongezi Mubashara, ikiwa leo ni Septemba 17, 2025. Siku nyingine tena msikilizaji na mtazamaji, karibu sana. Kipindi hewani ni Pongezi Mubashara, ambapo hii leo ni siku nyingine kabisa ambayo tuna mgeni hapa studio ambaye ni Haja Ismail, ambaye ni miongoni mwa wanafunzi ambao wamefanya vizuri kabisa katika mitihani na masomo yake kwa elimu ya ngazi za juu, ambapo sio kesi siku hii leo tupate wasaa kuzungumza naye ama kumpongeza kutoka hapa studio zetu za Pongezi TV. Kwa niaba ya wale wote ambao tuko pamoja hapa ndani, mimi naitwa Friday Mongomare pamoja na Haja Ismail ambaye pia atapata kutambulisha majina yake, pia tutazungumza naye mengi. Maoni yako ni muhimu kabisa msikilizaji na mtazamaji, kupitia kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii kupitia Facebook, Instagram, TikTok na YouTube channel, bila kusahau kwenye YouTube channel kwa anwani ya Pongezi TV. Habari kwa Pongezi? Nzuri. Kwema kabisa. Kwema kabisa. Aisee, karibu sana hapa ni Pongezi TV mama. Asante. Kwa majina yako ni nani apate kukusikia mtazamaji ambaye ndio kwanza anatufuatilia? Okay, kwa majina naitwa Haja Ismail. Haja Ismail. Yes. Haja Ismail, wewe ni miongoni mwa wanafunzi ambao tunakufuatilia kwa uzuri kabisa na taarifa zako za kitaaluma. Yeah. Ambapo wewe ni miongoni mwa wanafunzi waliofanya vizuri sana katika masomo ya kwa masomo yetu hapa Tanzania, hasa katika masomo ya sayansi, si ndio? Hebu tuambie mtihani ulikuwaje kwanza? Mtihani ulikuwa mtihani kama jina lake, ila at least ulikuwa standard, ngumu kiasi, lakini pia kutokana na ambavyo ulitungwa mtihani ulikuwa unajibika tuseme. Sawa. Sasa mtazamaji, tumemwambia kwamba tunakupongeza, tunakushukuru, tunakutangaza. Sasa huyu mtazamaji ni mwanafunzi ambaye amefanya vizuri kabisa katika masomo yake. Sasa tunataka tupe kidogo pia zile alama ambazo umezipata kila somo kwa haraka. Naja. Actually sikumbuki zaidi, yani kwamba grades. Sasa hebu wewe tugusie kama masomo fulani umepata hivi na hivi, ama alama jinsi zilivyotiririka kimpangilio. Kwa tuseme kwa ujumla wake tu ni GPA nzuri hapa second class. Ni nzuri kabisa. Sasa wewe Haja, hali ikoje ya kimaisha, na wewe ni miongoni mwa mabinti ambao ni mfano wa kuigwa sasa kwenye jamii ambayo inakutazama na kufuatilia hivi sasa. Wewe kama binti umewezaje kuvikimbia vishawishi, kwa sababu mabinti inaonekana asilimia kubwa ni mabinti wachache sana ambao wanazitimiza ndoto zao. Wewe imekuwaje dadangu mpaka kufikia hiyo hali? Of course ni ngumu. Ni ngumu kiasi chake. Ukiangalia maisha ya chuo zinavyosemekana, pia ushawishi, changamoto ni nyingi kiasi chake. Yes, lakini pamoja na yote hayo, ukiwa na juhudi binafsi, ukimtanguliza Mungu sana. Yes, lakini pia ukiwa unafuata ushauri wa wazazi wako vizuri, pia ukiwa na marafiki wazuri ambao wanakuongoza. Yes, inakuwa ni safari ambayo still ni ngumu lakini ni rahisi kiasi fulani. Sawa. Umesoma chuo gani? Nasoma Sokoine University of Agriculture, SUA. Wapi yuko? Morogoro. Sawa. Sasa wewe Haja Ismail, jamii pamoja na watu wote ambao wanakuzunguka, matokeo haya unahisi yamepokelewaje kwenye jamii? Of course matokeo ni mazuri, mapokeo ni mazuri. Yes, my family wamepokea vizuri sana na walikuwa wana expect makubwa kutoka kwangu, and of course sijawaangusha. Pia jamii ambayo inanizunguka, wadogo zangu, watu ambao walikuwa wananiangalia, pia wamesikia faraja sana, kwa sababu wengine wamenichukulia kama their role model. Hivyo wengine wamesema tunataka tuwe kama wewe, wengine ni zaidi ya wewe. Kwa hiyo nimewapa motisha pia ambao wako nyuma yangu na mabinti wenzangu ambao walikuwa wanajua kwamba nasoma na wananifuatilia. Of course wamepata faraja. Sasa Haja Ismail, mimi ni miongoni mwa watu ambao nimefurahi sana na matokeo yako jinsi yalivyokaa. Sasa mtazamaji, tupitishe kidogo historia yako kwa ufupi ya kimaisha mpaka hatimaye ukaibuka kwa kidedea. Hali ilikuwaje mwanzo mpaka
hii leo ama siku hizi za karibuni umetangazwa kuwa ni mwanafunzi bora kabisa katika mitihani yako au masomo yako. Hebu tupitishe kwa ufupi kidogo kimaisha, ili kwa manufaa kwa yule ambaye anatufuatilia hivi sasa, labda anatamani pia siku moja afikie, lakini kutokana na ugumu wa maisha anaamua kughairi ama kukatiza ama kutumia njia shortcut ili asifikie malengo yake. Ilikoje? Okay, shortly safari yangu kama nilivyosema haikuwa rahisi. Yes, from primary, secondary, advance mpaka chuo mpaka namaliza haikuwa safari rahisi, na kusema kwamba miongoni mwa mabinti ambao wamesoma kiasi chake kwa ugumu naweza nikasema nilikuwepo. So kwa mabinti wenzangu pia ambao tuseme wanapitia changamoto 1, 2, 3 katika maisha, wanaweza wakanichukua mimi kama mfano wao pia. Yes, sababu nimesoma primary ya kawaida serikali, shule zetu za serikali. Nimeenda sekondari, Mungu akasaidia, matokeo yakawa mazuri. Pia ilikuwa shule ya serikali. Of course tena nikaenda shule ya serikali pia advance. Kuna ugumu wake, kuna changamoto zake, lakini pia namshukuru Mungu nilifanikiwa mimi pamoja na wenzangu tukaenda chuo kikuu. Yes, pia kilikuwa cha serikali na pia kilikuwa na changamoto zake. As a binti nimetoka maisha ya background ya kawaida kabisa. Yes, kulikuwa kuna changamoto nyingi, vishawishi, ukiangalia for example labda maisha ambayo wanaishi wenzako tofauti na kwako hivyo. Lakini yote kwa yote Mungu akasaidia mpaka leo niko hapa, naweza nikasema kwamba I'm grateful. Sawa. Hadza, nahisi wewe nakuona kwa haraka ni binti mdogo ambaye umepambana. Hivi unaweza kukadiria kuwa na umri wa miaka mingapi? 22. Miaka 22. Yes. Na ukiwa ni mtoto ngapi katika familia yenu? Wa pili. Yes. Na mkubwa wako naye ameshakwenda elimu za juu, ndio? Hapana, yeye anaishia tu ngazi ya elimu ya kawaida. Yes. Kwa maana wewe umekuwa ni ufunguo wa maisha. Yes. Hebu tuambie, kuna mtu anakuwa anatamani labda kufikia malengo kama ambayo umefikia wewe. Ila ishu kubwa inapokuja, kuna watu wengine ndio kama nilivyokuambia kwamba wengine wanakatizwa ndoto zao na vishawishi, wengine ugumu wa maisha. Sasa hebu turudi kwako wewe, upande wako wewe. Unaweza kuambia nini kwa shauri watu ambao ndio kwanza wapo kwa neno la mwisho? Okay. Tuseme kwa ushauri, especially kwa mabinti wenzangu. Katika elimu tuseme kuanzia elimu ya primary, tunasema pale kuna usimamizi wa wazazi. Lakini kuanzia unapoanza form 1 to form 4, somehow changamoto zinakuwepo kwa sababu kama binti pia tayari unakuwa unashaanza kuonekana. Of course changamoto zinakuwepo. Kwa hiyo kwa mabinti katika umri kama ule pale, mimi ambacho tuseme kilinikeep busy kikanisaidia pia kuniepusha na vishawishi mengi. Yes. Mimi nilikuwa sana napenda sana maybe hivi kushinda sana sehemu za elimu labda madrasa, shule sana. Yes. Hizi tuition zilikuwa zinanikeep busy kiasi ambacho nilikuwa si engage kwenye mambo mengine. Hapo form 1 to form 4. Then form 5 to form 6 kitu ambacho kilikuwa kinanikeep busy of course ni hizo tuitions. Yes. Kwa hiyo kama kwa binti vishawishi vipo, especially sisi ambao tunaishi tu maisha kawaida mtaani hivi, unachanganyika na watu wengine. Yes. Kwa hiyo ni mtu mwenyewe tu kuamua kwamba mimi sasa hivi natakiwa niwe na focus na kitu fulani, then ukajikeep busy na hivyo vitu sana. Yes, itakusaidia. Kwa mfano unataka kuwa na ndoto labda nataka nipate marks nzuri advance niende chuo, lakini muda mwingi wewe ukiona maybe sehemu fulani kuna party upo, sehemu fulani kuna kitu fulani upo, wakati huo kuna vitu vingine inatakiwa vikupite, vitu ambavyo unaona vina manufaa kwako. Yes, kwa hiyo ile pale inakudistract from your path, kwamba unajitoa kwenye ile njia ambayo unataka kwenda, unaenda kufocus na kitu kingine ambacho sio njia yako. Kwa hiyo unasema unakuwa na mshikamawili. Of course moja lazima litakutoka, na of course ni muda mwingi ni lile lenye manufaa kwako. Kwa hiyo unajikuta form 6 unaweza ukapata matokeo of course, lakini ni yale ambayo hayakupi marks za wewe kwenda kusoma course ya ndoto zako chuoni. Kwa hiyo in one way another unajikuta umejidistract wewe kama wewe. Sawa. Wakati huo bwana Madam Hajra Ismail, sawa. Wakati huo kama itatokea sasa kama ulivyosema kwamba yote yanawezekana, ikawezekana tunajiwa kwenye walimu, kwenye udaktari, kwenye nini labda? Of course nimesoma Bachelor of Science in Biotechnology and Laboratory Science. Kwa hiyo mimi ni laboratory scientist.
Okay, Bachelor of Science in Biotechnology and Laboratory Science. Kiufupi ni tunasema ni shahada ya sayansi ambayo inahusu mambo ya maabara, lakini pia na teknolojia ya sayansi, biotechnology and laboratory science. Yes. Nikushukuru sana mtazamaji wa Pongezi TV na Pongezi FM ambaye ndio kwanza kama ulikuwa unaungana nasi mwanzo mpaka tamati, na sasa tumefikia mwisho na tamati. Nikushukuru bwana Haja Ismail kwa kuungana nasi mwanzo mpaka tamati katika kipindi hiki chetu cha Pongezi. Tunakupongeza sana, tunakutangaza na tunakushukuru sana kwa kuungana nasi katika kipindi hiki. Tukutane tena kana majaliwa. Shukrani sana.